Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Leo ni Dominika ya 5 ya mwaka wa kanisa, na masomo yetu ya leo yanazungumzia kuhusu mwanga na chumvi. Sisi tangu batizo wetu tulibatizwa ndio tuweze kuwa mwanga kwa ulimwengu na vile vile chumvi kwa watu wale ambao tunakaa na wao. Tumejivika Kristo katika ubatizo wetu ili aweze kutuangaza katika maisha yetu, katika fikra zetu, na hivyo wale wote ambao tunakutana na wao, wale wote ambao tunakaa na wao, waweze kupata hiyo radha ya Kristo katika maisha yao, ili waweze kuwa na tumaini, ili waweze kuwa na uvumilivu, kwa sababu haya yote yanatoka kwetu na tumewamegea yale ambao tumeyapata kutoka kwa Kristo. Na hii ndio wazo ya masomo yetu ya leo. Injili yetu ya leo inatoka mwinjili Mathayo sura ya 5 aya 13 hadi 16, na anasema hivi: nyinyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolehe? Na vile vile anaendelea kusema, nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuweka chini ya mpishi, bali juu ya kiango, nayo inaangaza wote waliomo nyumbani. Ni mifano miwili ambao Yesu anaitumia. Tunajua katika tangu kale chumvi ilitumika kwa njia tofauti. Chumvi ilikuwa inatumika kama kuweka chakula radha, na ilikuwa vile vile hata kuzuia ama kuharibu maradhi. Na hivyo tunaangizwa na kuelezewa kwamba Yesu Kristo amekuja katika maisha yetu ili aweke radha katika maisha yetu. Ametuneemesha na baraka zake ndio maisha yetu yaweze kuwa na radha. Na hivyo sisi wenyewe kama tunapokea Kristo katika maisha yetu, ni ishara kuonyesha kwamba maisha yetu yatakuwa na radha. Ndoa yako itakuwa na radha, kaza mikono yako itakuwa na radha, sala zako zitakuwa na radha, mienendo yako itakuwa na radha. Lakini hapo chini kuna wazo kubwa tunaulizwa, basi chumvi ikipoteza radha yake itakolezwa na nini? Wewe mwenyewe umealikwa ili uweze kuwa na radha katika maisha yako. Sasa ile radha ikiisha katika maisha yako, itaweza kusindishiwa na nini? Wakati ambao unaharibu ndoa yako, wakati ambao unaharibu maisha yako ya kiroho, wakati ambao unaharibu upendo wako, umekuwa ni mtu ambao huwezi sali, ni mtu ambao huwezi kusamea watu wale wengine, basi hiyo uzuri utarudishwa na nini? Tunaambiwa chumvi ikipoteza radha inatupwa nje na watu wanaikanyanga. Sisi hatuko katika hali hiyo, hatujakosa hiyo dhamana, hatujakosa mahana katika maisha. Tunaalikwa basi tusipoteze hiyo radha, na hiyo radha itapotezwa wakati ambao tunatenda dhambi, wakati ambao tunaongea maneno sio mazuri, wakati ambao mienendo yetu sio mizuri, wakati ambao matendo yetu hampendezi Mungu. Tuendee yale yote mabaya ndio tuweze kuwa na radha katika maisha yetu, na hiyo radha ionekane kwa watu wale wengine. Kutana watu wapatie radha katika maisha yao, wapatie furaha, wapatie matumaini, wasamehehe, na hapo ndiyo Mungu atakuneemesha. Na hii radha inaendana na mwanga. Wewe mwenyewe haupasi kuwa kipofu katika mienendo yako, upasi kuwa kipofu katika sala. Umepata ubatizo, ukanjaliwa Roho wa Mungu ndio uweze kuongoza watu wale wengine. Hebu jiulize, ni mara ngapi umekuwa giza katika maisha ya watu? Mara ngapi umekuwa giza katika ndoa za watu? Ni mara ngapi umekuwa giza katika tabia? Ni mara ngapi ambao watu hawezi kufananisha na mwanga? Kwa sababu tabia zako sio nzuri, mienendo yako sio mizuri, na vile vile jinsi unavyokaa na watu wapendezwi na tabia zako. Unaambiwa kwamba kuwa mwanga. Watu wakikuona, wacha waone Roho wa Mungu ndani yako, wacha waone mambo mazuri ndani yako. Na hiyo ukifanya hivyo, utafanana na vile tumeambiwa katika somo la kwanza ambayo inatoka nabii Isaya sura ya 58 aya 7 hadi ya 10. Tumeambiwa kwamba kama nabii alikuwa anaambia Wayahudi ya kwamba wale ambao walitoka utumwani, anawakumbusha kwamba cha muhimu sio kufunga na kusali,
lakini ni kuenda hatua zaidi na waweze kutoa haki kwa ndugu zao. Na ndio anaambia kwamba wao wanapomwona mtu ambaye hana nguo waweze kumvika, wakati ambao wanaona ni mtu ambaye ana chochote waweze kumpatia. Na hivyo ndivyo watakapomuita Mungu na awasikie. Hapo ndio hapo watakapomsema na yeye na aweze kuambia mimi hapa. Hebu tujiulize basi, ni mara ngapi ambao tunajifanya watu wa huruma na tunashindwa kusaidia watu wale wengine na tunasema tunaenda kanisani? Ni mara ngapi ambao tumeona watu wanashindwa na maisha na badala ya kuwasaidia kubeba mzigo wao tunawaepa, tunaenda sehemu zingine. Tunaambiwa kwamba kile cha maana sio tu Ukristo ambao hauna matendo, lakini imani inayojaa matendo, kwa sababu hayo matendo ndio yataonyesha kwamba tumekuwa chumvi, ndio yataonyesha kwamba tumekuwa nuru, imetaonyesha kwamba tumejivika Kristo katika maisha mema. Tunaambiwa tusinyoshee watu vidole ama kuwanenea mambo mabaya ama kusema kwamba wao hawawezi kukua katika maisha, hawana umuhimu. Hapana, tunaambiwa tuweze kuwa watu wema, tunenehe watu mambo mazuri. Jiulize, ni mara ngapi ambao unajiita Mkristo lakini maneno yako sio ya kujenga? Umefanyia watu wale wengine mambo mabaya, unajifanya wewe ni Mkristo lakini hata imani yako hainaendani na yale yote ambao unayafanya kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi. Ni mara ngapi ambao wewe umeshindwa kushika sheria za Mungu? Ndugu zangu, huo sio mwanga katika maisha. Hiyo ni giza, hiyo ni kukosa radha, hiyo ni kama chumvi iliyotupwa na kukanyangwa na watu. Usikanyangwe na watu kwa sababu hauna manufaa, kwa sababu hauna faida, lakini uweze kuwa mwanga, uweze kuwa nuru, uweze kuwa mtu unaona mahitaji ya ndugu zako, unaona mahitaji ya wale ambao wanakusunguka na uweze kuwasaidia. Katika somo letu la pili kutoka waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korintho sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5, tunakumbusha kwamba mateso ya Yesu Kristo yamekuja ili aweze kutuinua, na zile nguvu tuko nazo sio nguvu zetu wenyewe, wala ni hekima ya Mungu inayofanya kazi katika maisha yetu. Atutumii akili zetu, bali ni Roho na nguvu za Mungu zinazofanya kazi katika maisha yetu. Hii ni ishara kwamba mara nyingi tunajisifia. Paulo alisema kwamba yale yote ambayo anayafanya sio kwa ajili yake, lakini ni Mungu anayemjalia hizo neema. Yeye alisema hata hakihubiri neno la Mungu sio kwamba ni ufasaha wake wa maneno ama hekima yake, lakini Roho ambaye amejaliwa katika maisha yake ili atende yaliyo mema na aweze kuhubiri. Ndugu zangu, sisi kusema kwamba tumekuwa chumvi ama nuru sio nguvu zetu, lakini neema za Mungu katika maisha yetu. Yeye ametunehemesha kwa nguvu zake. Sisi ambao tu dhaifu, sisi ambao hatuna maana, ametuinua ndio tuweze kuleta radha kwa ndugu zetu na kaka zetu. Kwa hivyo ndugu zangu katika Kristo, tumuombe ili atujalie neema zake. Sisi ambao tunatafuta mwanga wa Kristo, radha iweze kukaa katika maisha yetu na tuweze kumpendeza siku zote. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa neema zako. Tujaze Roho wako Mtakatifu ili tuweze kuwa chumvi na tuweze kuwa nuru kwa watu wale wengine. Tuneemeshe hivyo ili tusaidie wale watu ambao tunakaa na wao, na sala zetu na imani yetu yaandamana na matendo. Na tuomba hayo kwa ajili ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema.